Al-Amudi TV, mwongozo wa dini. Ramadhani ni ngumu, na hii Ramadhani ina neema nyingi sana. Hakuna Ramadhani ina neema kama hii kwa sababu ya dini Uislamu. Tuangalie kwanza, tumeanza na jua kali. Hakuna Ramadhani iliyoanza na jua kali katika umri wangu. Najua ikifika mwezi 19 20 katika mwezi wa Shaaban kwanza kinakuja kivua kusafisha mwezi. Jamani, wazee walizidi umri kweli uongo? Wazee mlizidi umri kweli uongo? Ramadhani inakuja kwanza na maji. Maji ni uhai, au sio jamani Waislamu? Wazee mupo wazee melala jamani, mupo wazee. Kweli uongo wazee? Neema kwanza, Mungu analeta maji. Uhai wa mwanadamu ni maji. Inaanza mwezi 29 hadi 30 Shaaban. Wazee wenye falsafa wanakuambia Mungu anasafisha mawingu ili tuone mwezi vizuri, si macho yetu ya kizee, ili tuone ile sumu ile kurati wafu, tuone kwa kufunga na tuone kwa kufungua. Safari hii Waislamu tuliona mvua. Nauliza, tuliona mvua? Kwa nini hatuiona mvua? Kwa sababu maasi yamezidi. Tumezidi sana kumcheza Mwenyezi Mungu shere. Tumezidi sana kumfanya Mwenyezi Mungu ni mtu wa kutaniwa. Kwa sababu yote sisi da tunayajua na tunaweza kuyawacha. Kwa nini hatuyawachi? Ndio maana tumeanza na jua kali. Sasa hivi unakuta Waislamu mwezi huu, fanya sensa uliofunga nao mwaka jana na mwaka juzi, wengine wengi hawajafunga. Fanya sensa, kana rafiki yako pia na story kwanza asubuhi sikamshikaje. Ibada kidogo nenda nyumbani. Alafu kama unaweza piga chabu ya uisi, utamkuta mshana gonga. Mimi kutana na watu wengine shekhe wanagonga wala siamini. Wewe ni mtukufu. Bali nauliza tu fulani mwaka huu akufunga. Jibu ndio kutana na watu wengine wasema shehe wa live mwaka huu Ramadhani. Jana kuna watu wengine walifika saa 6 walitaka kufungulia. Jana ulionaje jua Waislamu? Semeni haki billah, tunasemaje? Jua si mchezo. Mimi jana nilivaa hii kofia Waislamu, niliitia maji. Naenda kumchukua mwanangu pale shule ya Yombo darasa la pili. Sheke nilivaa na muamvuli. Kufuka reli na kufuka mibani kwangu vituka, kofia imekauka. Swalieni Mtume. Maana kichwa pia kimekuwa jua. Kichwa kimekuwa jua kinakausha nguo. Kwa dakika 15 hii kofia ishakauka. Jana hadi na bibilika nyumbani na shindwa kutoa darasa, na mwambia wife bwana, mimi leo sijui kama nitamaliza. Lakini tukirudi nyuma tunasema nini? Kwa sababu tunajua ubora wa Ramadhani. Yakini ya Ramadhani, siku ile ya Ramadhani, Alhamisi ya leo, utukufu wake sio Alhamisi utaulipa. Umeelewa? Lakini kama sina yakini shekhe, sigongi. Nauliza Islamu sigongi? Unagonga tu, sema soda yangu, hela yangu. Mungu si yupo? Mimi nitafunga baada ile pale nitasema deni si ninasi. Zona kwa pembeni unachukua 7 yako cha. Sio mimi atasalieni Mtume. Nani atakujua? Lakini Mungu anajua. Sasa umekosa fadhila zile kwa sababu ya uzembe, kukosa kujua utukufu. Sasa Ramadhani utukufu wake ni mkubwa Waislamu. Alhamisi hii leo tumekaa na njaa, wengine walokana njaa, waliofunga imana wa ihtisaba. Shekhe, fadhila zetu ni kubwa. Yule alokana njaa, yule aliokosa kuitengeneza Ramadhani, kukana njaa kwake leo ni bora kuliko katika miezi mingine. Na alofunga imana wa ihtisaba ana ubora kiasi gani? Hii Alhamisi hii. Ndio maana utakuta wazee waliopita na mashekhe Ramadhani akiumwa, unaambia shekhe fungulia, anakuambia shekhe hii ngoma imepita hii, haifunguliwi. Daktari anakuambia utakufa, anakuambia sasa kama kuna shindano wewe ni gonge. Lakini kidonge si mesi, lakini ngoma inaondoka. Wazee kweli uongo jamani? Kwa sababu wengine wanakuambia sindano inabatilisha ile swaumu kwa itikadi yao. Sasa ndio maana pia tuzame tujue sindano pia inabatilisha swaumu. Mtu yuko tayari apige sindano lakini afanye asifungue. Anajua siku hii ni bora
kuliko masiku yanayokuja, sio bora kama siku. Sasa ndio maana wengi waliokuwa hawana yakini, hawamjui Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi mwaka huu hawafungi, wengi hawajafunga. Je, fanyeni sasa, mtaona wengi hawajafunga. Vipi? Wanakuambia jua balaa, na kweli jua balaa. Angalia vyakula vinakauka huko, vyakula vinakauka. Vikikauka kule, maanake sisi huku na tumebakia monda, kwa sababu kule kishakauka. Mtu wa shamba hawezi kuleta huku, lazima aweke mbegu na aweke chakula cha familia yake. Hana kazi ni jembe. Kweli uongo? Wewe unaotegemea uende kwa Baresa, uende kwa Mameli, uende kwa nani, upate ukanunue sukari. Mimi sukari yangu na maiti nayazuia, maana yake utakula hela yangu. Nachukua hela yako, utaichana chana, utaifanya hiyo chapati, utaifanya iwe maji, utaliwa wewe. Kwa sababu mimi ndani kuletee nichukue hela, alafu ile hela mimi nitakula nini kule? Jembe na njaa inapigika. Lazima ashibe. Sasa wale wanaomba mvua inyeshe. Kwa vipi mvua inyeshe? Kwa nini mvua inyeshe Waislamu? Kwa sababu tuna maasi mengi. Maasi tuliokuwa nayo ni mengi sana Waislamu. Kwa sababu hakuna Waislamu, sisi Waislamu ni dua zetu mustajaba. Dua zetu sisi ni mustajaba, lakini tukiwa na ikhlas. Kama kweli tuna ikhlas, sisi dua zetu ni mustajaba. Lakini hatuna ikhlas, dua zetu zimekuwa kama laana. Kwa sababu tunapoomba jua, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu tujalie mvua ya kheri, Mungu ndo analeta jua linakuwa kali. Kwa sababu anabadilisha, baada ya mvua inakuja jua. Sasa hii ni kheri au ni laana zetu? Tunaulizana, hii ni kheri au laana zetu? Laana zetu. Tujibuni Waislamu, au tumechoka tukalize tuondoke? Nauliza, ni laana yetu au ni kheri yetu? Laana zetu. Kwa sababu tunaweza kurudi kwa Mungu. Kama mwezi mmoja huwezi kukaa na demu, utashindwa miezi mingine kukaa na demu? Unaweza. Alafu anaporudi sasa, sio kama ubadilishe mawazo, umetoka kile chuo kinaofundisha mambo ya takwa, ikhlasi, nia, kila kitu, nirudi sasa mikubwa tuoane. Hakuna. Tunaendelea kula vitu kama kawaida. Tusubiri kifika Shaabani, tutaenda kutumia. Sasa hizi itikadi dhaifu za Uislamu. Ukiwa na itikadi kama hizo, lazima mwenyewe kwanza utafakari na Uislamu wako umebaje. Kwa sababu unakuwa si Uislamu uliokamilika. Uislamu aliokamilika, ya ayyuhalladhina amanu, yule mwenye kumwamini Allah na kufuata maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitu hiki haramu ni haramu. Kitu hiki akifai. Hii riba haifai kuliwa, usile riba. Ufai kula haramu, usile haramu. Hii ni haki ya mtu, mpeni haki yake. Kila kitu nendeni kwa haki. Kama tunapomfuata Mwenyezi Mungu na Mtume, tutanyokewa. Lakini kama tunafanya ujanja wa kidunia, shekhe tu, hakuna kitu. Tutakuwa tuna imani tu Ramadhani ni mwezi wa kutubia, ndio imani zetu. Tuangalie fadhila za Ramadhani. Kama ni mwezi huu kweli tunatubia. Ramadhani mwezi kama huu, ukikaa nyumbani kwako, unyamaza kimya mdomo umekamaza kimya, unaandikiwa unafanya tasbih. Sasa hapo Waislamu tunatubia. Ulizane, Waislamu tunatubia? Jibuni basi. Au tumechoka Waislamu? So ukali ndio jua ndio bana ndani ndio bishabalizaka haya anasema sawa. Ndio pia hata mate ameshakauka, yabakia meno tu. Tunaulizana Waislamu. Hapa twende hapa maana tunashindwa Waislamu. Hatushindwi. Lakini tunafanya kitu kwa kujua. Wewe unapokwenda kunywa pombe, unategemea nini? Ni haramu ile au ndani halali? Haramu. Unajua maana yake unafanya nini? Kusudi. Unafanya kusudi. Mashehe wanazungumza aya na hadithi, wengine waache bwana, tushachoka hao. Tunakuwa bwana tushachokwa. Na kweli tuchoka. Tuchokeni.
lakini sisi tutazungumza, lakini baadaye tukiondoka tutakutana kule. Atoka jikoni atakaa, atoka kwenye kiti kinene atakaa. Kwa sababu kule unajitafutia mwenyewe, liwe zuri liwe baya, unaondoka nalo mwenyewe. Wewe angalia, tumeswali kidogo tu hapa alasiri, umeme ulikuwa umeisha. Waislamu watu walikuwa hoja. Kweli huo. Wengine hapa katika nyoyo zao kabisa walikuwa wanajisikia shekhe habarizi. Anaswali kwa taratibu, watu tunakufa na joto. Watu hao walikuwepo. Niliwasikia ninaswali basi yangu na huko na huko. Nasema hao wengine hao wananilani. Ili nimalize watu waingie mitini. Ili joto la hapa na madirisha tumefungua. Sasa tuangalie lile joto la mwanandani. Labda unalonaje? Ile ndo tamu Waislamu lile tamu. Naulizana Islam lile tamu. Sasa hili la kufutiwa madhambi watu tunalikimbia. Majasho mwenye kutoka mtu mwenye kufanya ibada, unajua kuna vitu fulani unatolewa, uchafu fulani unasafishwa, lakini hadi tujue. Sasa Ramadhani ukikaa kimya unaambiwa unafanya ibada. Mfano unakoroma, umelala ile unaandikiwa ni ibada. Na ukizidisha inakuwa maradufu. Umekaa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Basura ni la ilaha illallah. Wewe umekaa midende na kutoka lakini unapiga la ilaha illallah. Swaleni mtume. Sasa hapa shekhe tunatulia. Tunaulizana tunatulia. Atutubii. Sasa yule anaulipwa yule nani? Aliyofunga imana wa ihtisaba.